Kwenye haya maisha huwa napenda sana kuzingatia neno ambalo linasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Nataka nikwambie kitu. Kwenye maisha yako ukiona mtu yoyote huna mpango naye, muondoe sehemu ya maisha yako. Muondoe mapema, bado asubuhi. Yani kama ni binti au kama ni mwanamke, usikae na mwanamume kwamba labda nakula pesa zake, sina muda naye, namtumia kwa faida zangu binafsi, anifungulie biashara, anunulie gari. Yani uko naye kwa sababu ya uhitaji wako binafsi, lakini unajua kabisa moyo wako haumtaki na wala yule mtu haumhitaji. Muondoe mapema. Nataka nikwambie hivi, chochote unachokipanda kwa mtu ndicho utakachovuna. Kwa wakati huo, wakati unapoteza muda wake, unakula pesa zake, anakuhudumia, unaweza ukafurahi sana. Ukishatimiza yale matoko yako, unaondoka. Lakini nataka nikwambie, malipo ni hapa hapa. Mungu anaposema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna, haimaanishi kwamba mavuno tutakutana nayo mbinguni. Kabla ya mbinguni tutakutana nayo hapa hapa. Utapata mtu wa staili hiyo hiyo ambaye atakufanyia kama ambavyo umemfanyia huyo mwanamume, na utapitia maumivu makali, na pengine asishie tu hapo, akakutapeli na kukutapeli. Kwa hiyo ukiona unamfanyia mtu mabaya na unafurahia kwamba unampotezea muda, umuhitaji, una faida zako binafsi na unaona kama mbona nothing can happen, hakuna jambo baya kukuta, ni swala la muda. Chochote unachopanda ndicho utakachovuna, na Mungu ashasema kwamba yeye haziakiwi chochote, na Mungu si mwanadamu. Bora angekuwa mwanadamu. Neno la Mungu ni kama limeshapigwa muhuri. Kwa kama amesema utavuna, uwe na uhakika utavuna tu. Na kama ni mwanamume, hebu acha hii tabia ya kukaa na binti kwamba namtumia tu kwa faida zangu binafsi, au kuna kitu nakipata kutoka kwake. Una mpango wa kuishi naye, unajua kabisa una mtu mwingine ambaye unataka kumuoa, lakini una waste time ya yule binti. Nataka nikwambie, huwezi kupata amani kama kwenye maisha ya watu hujapanda amani. Kwa kama kwa huyu binti ulipanda maumivu na machozi, usitegemee utapata mahusiano ambayo wewe atakupa la. Haumtaki mtoto wa mtu, ondoa huyo binti kwenye maisha yako. Haumtaki huyo kijana, ondoa huyo kijana kwenye maisha yako. Usifanye kitu kwa kumkomoa mtu. Utaingia kwenye ndoa, hiyo ndoa hautakaa upate amani. Kwa nini? Haukupanda amani kwa yule kijana, haukupanda amani kwa yule binti. Ulimtumia kwa faida zako binafsi, ulimpotezea muda na ukafurahia ukachekelea. Kwa sawa na ulivyopanda ndivyo utakavyovuna. Kwa utajiona kama ni mtu mwenye mkosi sana, umeingia kwenye ndoa una furaha, ni kwa sababu tayari ulishapanda. Utajiona ni kama binti fulani mwenye mkosi, kumbe kuna kijana watu ambaye alivuja machozi kwa ajili yako. Kwa chochote kile ambacho unakipanda, hakikisha utavuna. Yani uwe na uhakika, kwa sababu neno la Mungu limeshapigwa muhuri na ni kweli na amina. Hauna mpango na mtu, unataka kumtumia kwa faida zako binafsi, kuepusha kisasi cha Mungu juu ya maisha yako. Muondoe huyo mtu. Huna plani na huyo binti, huna mpango na huyo kaka. Kama ni wakubarikiwa utabarikiwa tu. Kama ni binti, Mungu anaweza kukubariki hata bila wewe mwanamume. Kama ni kijana, Mungu anaweza kukupa mwanamke mzuri tu. Lakini usipotezee watu muda. Utavuna. Kuwa makini.